Let's make another joyful noise unto the Lord Jesus Christ in the name of Jesus. Wacha tumpigie tena Yesu kelele za shangwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kindly have your seats in the presence of God. Tafadhali keti kunako uwepo wa Mungu. I will start by saying that Nitaanza kwa kusema I'm so grateful nina shukrani sana to Apostle and Mama for allowing us to be in this great congregation again this year. Kwa mtume na mama kwa kuturuhusu kuwa katika kusanyiko hili kwa mwaka mwingine tena. And as I speak, na ninapoongea on behalf of myself and Bishop Masenya, na ninaongea kwa niaba yangu na kwa Askofu Masenya, we are grateful. tunashukuru. We really appreciate the honor and the privilege. Tunashukuru ile heshima na kibali tulichopewa. We also want to thank the leadership of Efata for allowing us. Lakini pia tunashukuru uongozi wa Efata kwa kuturuhusu kuja. May the Lord bless you. Mungu awabariki. We have had a very wonderful week. Tumekuwa na wiki nzuri. And we want to thank Mama for the warm welcome and the good treat she has given us Na in the house. Tunapenda kumshukuru mama kwa ukaribisho mzuri aliyotutendea tukiwa katika nyumba hii. If you check us very well, especially me and Masenya, you would discover we have added weight. Ukitutazama vizuri, hasa mimi na Masenya, utagundua tumeongezeka uzito. We thank you, Mama. Tunakushukuru mama. We bless you for that. Tunakubariki kwa hilo. Allow me to get to the word of God. Niruhusu niliendee neno la Mungu. I will do something very brief. Nitafanya jambo fulani kwa kifupi. And then I will be done. Kisha nitamaliza. We have had a very powerful gathering this year. Tumekuwa na kusanyiko lenye nguvu sana mwaka huu. Made so by the presence of God. Katika uwepo wa Mungu. And the outstretched hand of God upon us this week. Na mkono wa Mungu ulionyooshwa kwetu sisi kwa wiki hii. God has done more than what we have heard. Mungu amefanya zaidi ya kile tulichowahi kusikia. There are many of us who are swimming in the blessings and the miracles. Kuna wengi wetu ambao tunaogelea katika baraka na miujiza. We have also heard, we have been equipped with the word of God. Lakini pia tumevikwa kwa neno la Mungu. And we are now well equipped to face the enemy. Na sasa tumevikwa vizuri kuweza kupambana na adui. We are well positioned to take our possessions. Tumewekwa vizuri ili kuweza kuchukua nafasi zetu. Ni milki zetu. But I want to bring to you a prescription from God. Lakini nataka nikuletee maelekezo kutoka kwa Mungu. You know, when somebody visits a doctor, unajua mtu anapomtembelea daktari, and you explain all your problems, then the doctor will prescribe. Na ukamwelezea matatizo yako, alafu daktari akakuandikia dawa fulani. He may send you to laboratory, may send you to pharmacy, may tell you to go for physiotherapy, whichever way the doctor feels fits you. Maelekezo yanaweza kukupeleka maabara au duka la madawa au katika vipimo fulani vile ambavyo daktari ataona. So I'm standing here not to preach. Kwa hiyo sianzi hapa kwa kuhubiri. I'm coming just to read to you the prescription from God. Ninakuja tu kukuletea yale kile Mungu amekuandikia. You have been here the whole week. Umekuwa hapa kwa wiki nzima. You have heard God speak through the ministers who ministered here. Umemsikia akizungumza kupitia watumishi waliohudumu hapa. You have also made your request known to God. Lakini pia umeweka maombi yako mbele za Mungu. In this precious mountain. Katika mlima huu wa thamani. Now as we approach the end of this gathering. Sasa ikiwa tunaelekea mwisho wa kusanyiko hili. We are not having 3-4 days remaining. Hatuna siku 3-4 zilizosalia. I feel that the Lord has a combination of 3 products. Naamini kwamba Mungu ana mkusanyiko wa mazao matatu. He wants you
to carry home. Anayotaka wewe uyabebe kuelekea nyumbani. There is a combination of 3 medicines. Kuna mjumuiko wa dawa 3. He wants you to carry home. Anataka uzibebe kuelekea nyumbani. Go and use. Na uende kuzitumia 3 times a day. Mara 3 kwa siku. Without skipping. Bila kuruka hata mara moja. In the morning, asubuhi, noon time, mchana, and in the evening. Na jioni. And take with much water. Na uzinywe na maji mengi. Wanasikia hii kitu kweli? Make sure you take it with a lot of water. Hakikisha unazinywa hizo dawa na maji mengi. As you go home. Unapokwenda nyumbani. The devil has a combination of 3 problems. Ibilisi naye ana mjumuiko wa matatizo 3. God has a combination of 3 types of medicine. Mungu ana mjumuiko wa aina 3 za dawa. And I can assure you. Na ninaweza kukuhakikishia. Because I'm only coming to read out the prescription. Kwa sababu mimi nakuja tu kusema kile Mungu amekuandikia. You go home and do. Unaenda nyumbani na kutenda. You will not believe what will happen. Hautaamini kile kitatokea. You will never be ashamed. Hautadhalilika. The prescription is in 1 Corinthians 13:13. Maelekezo yako katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13:13. 1 Corinthians 13:13. Wakorinto wa kwanza 13:13. Now abides hope, faith and love. Basi these 3, and love is the greatest. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya 3, na katika hayo lililokuu ni upendo. I want you to listen to the prescription because I don't have much time. I have just few minutes to read the prescription and I will be done. I'm not preaching. Nataka usikilize kwa makini kwa sababu sina muda mrefu. Nataka nikusomee maelekezo kisha nitamaliza. When you finish with the doctor, unapomalizana na daktari, he sends you to chemist or pharmacy. Anakutuma kwa mkemia au katika duka la dawa. The pharmacist doesn't take time giving you stories. Mfamasia hata kuwa na muda wa kukupa hadithi nyingi. The work of the pharmacist is to read the prescription, give you what you need and you are done. Kazi ya mfamasia ni kusoma alichoandika daktari, kukupa dawa kisha mmemaliza. I'm the pharmacist now. Mimi ndio mfamasia sasa. I have no stories. Sina hadithi nyingi. To read the prescription. Kusoma tu maelekezo. How many people want to hear what God has prescribed for you the whole week? Ni wangapi wenu mnataka kusikia kile Mungu amekuandikia kwa ajili ya wiki nzima? You want to know the prescription of Jehovah? Unataka kusoma kujua yale aliyokuandikia Mungu? I assure you it is there. Ninakuhakikishia yapo hayo maandiko. He showed me at night. Amenionyesha usiku. So I will give you the prescription. Kwa hiyo nitakupa alichokuandikia. Tonight you will have the first dose. Na usiku wa leo utakuwa na dozi ya kwanza. Because you must start taking this dose from tonight. Kwa hiyo lazima uanze kunywa dozi hii kuanzia usiku wa leo. Thank God you'll take the dose, the first dose while you are still here. Na ninamshukuru Mungu kwamba utakunywa dozi ya kwanza ukiwa hapa. It must work. Lazima ifanye kazi. It must work. Lazima ifanye kazi. Amina. Amen. It is hope. Ni tumaini, faith, imani and love. Na upendo. Hope, faith and love. Tumaini, imani na upendo. This is a combination of tools that bring victory. Huu ni mjumuiko wa vifaa vinavyoleta ushindi. But you must use them together. Lakini lazima uzitumie pamoja. Don't leave one out. Usiache nyingine nyuma. Now what abides? Sasa nini kinachoungamanisha? Is the 3 together. Ni hizi zana 3 pamoja. Hope, tumaini, faith, imani and love. Na upendo. I will start with hope. Nitaanza na tumaini. As you take hope, unapolichukua tumaini, take it together with love. Ukilichukua pamoja na upendo. Don't take hope alone. Usichukue tumaini pekee. As you take hope, have it with love. Unapochukua tumaini uwe na pendo. As you
take faith, unapoichukua imani, don't take it alone. usilichukue peke yake. Take it with love. Chukua na upendo. Love is to be used with both hope and faith. Upendo lazima utumike na imani pamoja na tumaini. That is why it is the greatest. Ndio maana hilo ni kuu. What is hope? Tumaini ni nini? Hope is based in the promises of God. Tumaini linaelekeana na ahadi za Mungu. It comes from the promises of God. Linakuja kutoka kwenye ahadi za Mungu. It is hope that helps you to have faith. Ni tumaini linalokufanya uwe na imani. It supports your faith. Linaisindikiza imani yako. This is why they have to be combined. Ndiyo maana yanatakiwa yajumuishwe. There is one man in the Bible Kuna mtu mmoja katika Biblia who used this dose ambaye alitumia dozi hii and he became a father of many nations. na akawa baba wa mataifa mengi. If you read Genesis chapter 18, Ukisoma Mwanzo 18 verse number 19, mstari wa 19, the Bible talks about a statement made by God. Biblia inaongelea kauli iliyowekwa na Mungu. When God was heading to Sodom Mungu alipokuwa akielekea Sodoma and he was walking na alikuwa akitembea through two angels, kupitia malaika wawili. then when they were near the gate to the house of to the home of Abraham, Walipokuwa karibu na malango ya nyumba ya Ibrahimu, God said, Mungu akasema, now do I pass without entering sasa nipite bila kuingia and hide this man na nimfiche mtu huyu about the mission that I'm going to carry out in Sodom? kuhusu jambo ninaloenda kulifanya Sodoma? God said, no, I can't hide this man. Mungu akasema, hapana, siwezi kumficha mtu Abraham, huyu. I cannot hide him. Ibrahimu siwezi kumficha. Why? Kwa nini? Let's read Genesis 18 verse 9. Wacha tusome. 19, sorry. Wacha tusome Mwanzo 18 mstari wa 19. Biblia inasema, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. You see, for Abraham, Unaona, kwa Ibrahimu, God knows Abraham. Mungu anajua kwamba Ibrahimu, He says, I will get in. anasema nitaingia, I will share with Abraham what I'm about to do. nitamshirikisha Ibrahimu kile ninachoenda kufanya. Because of this one quality, Kwa sababu ya kigezo hichi I kimoja, know Abraham, ninamjua Ibrahimu that he has an ability kwamba anao uwezo to teach his household, kuifundisha nyumba yake, to train his household, kuifundisha nyumba yake to walk in my way. kutembea katika njia yangu. My way is righteousness Njia and yangu. justice. Njia yangu ni haki na I don't know what it has meant. He will teach his children to walk in my way. He will teach them. I want to hear what Swahili says about justice. I know righteousness, but how about justice? Biblia inasema atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu. Haki na hukumu. So justice is hukumu. Now Abraham is a teacher of righteousness. Ibrahim ni mwalimu wa haki. God knows him as a teacher of righteousness. Mwalimu anamjua kwamba ni mwalimu wa haki. Mungu anamjua kwamba ni mwalimu wa He's haki. a teacher of the way of God. Ni mwalimu wa njia ya Mungu. The way of God is righteousness and justice. Njia ya Mungu ni haki na hukumu. Now, Sasa Abraham is without Isaac. Sasa Ibrahimu hana Isaka. But God says, I know Abraham as a parenter, a father who will parent his children. Lakini namjua Ibrahimu kwamba ni baba ambaye atawafundisha wanawe. Even before he gets Isaac, Hata kabla hajampata Isaka, he is already in parenting. tayari yupo katika malezi. He's a good trainer. Ni mfundishaji mzuri. I don't want to get into that, Sitaki kuingia huko, but I want to talk about Abraham in this way. lakini nataka kumwongelea Ibrahimu katika njia hii. What really touched God about Abraham Ni nini hasa kilimgusa Mungu kuhusu is the Ibrahimu? ability of Abraham Ni uwezo wa Ibrahimu to have hope kuwa na tumaini
even before embracing the physical. hata kabla ya kuyashika yale katika mwili. Abraham believed in the promises of God. Ibrahimu aliamini katika ahadi za Mungu, That he will become a father of many nations. kwamba atakuwa baba wa mataifa mengi. And Paul puts it in Romans. Na Paulo akaiweka katika Warumi. He hoped against hope. Alitumaini kinyume na. He's just been told by God, this is a promise. Aliambiwa tu na Mungu, hii ni ahadi. You will become a father of many nations. Utakuwa baba wa mataifa mengi. He has not received one. Hajapokea chochote. He is still barren. Bado yeye ni mgumba. Sarah has no child. Mke wake Sara hana mtoto. Abraham is 99 years at this time. Ibrahimu ana miaka 99 katika wakati huu. Still the promise is not fulfilled. Bado ahadi haijatimizwa. But there is something about Abraham. Lakini kuna jambo kuhusu Ibrahimu. When God promises, Mungu anapoahidi, Abraham puts his hope in those promises. Ibrahimu anaweka tumaini lake katika hizo ahadi. The Bible says, Biblia inasema, Romans 5 verse number 5. Warumi 5:5. The first sentence. Sentensi ya kwanza. Romans 5 verse 5. Warumi 5 mstari wa 5. The first sentence. Sentensi ya kwanza. Hope does not make ashamed. Na tumaini halitahayarishi. Hope shall never make you ashamed. Tumaini halitakufanya uaibike. For hope will never be ashamed. Kwa sababu tumaini halitahayarishi. You have heard so many promises. Umesikia ahadi nyingi pronounced from this altar. Zikitamkwa kutoka madhabahu hii. Listen to me today. Nisikilize mimi leo. God is telling you, Mungu anakuambia, all that you have heard here, yale yote uliyosikia hapa, from the first day, kuanzia siku ya there kwanza, were promises of God to you. zilikuwa ni ahadi za Mungu Have kwako. hope Kuwa in na every tumaini word. katika kila neno. I say have hope in every message. Nasema kuwa na tumaini katika kila ujumbe. Because hope Kwa sababu will tumaini never make you ashamed. halitakuaibisha. Have hope every morning, Kuwa na tumaini kila every asubuhi, lunchtime, kila wakati wa mchana, every evening. kila jioni. As you leave this gathering, Ikiwa unaondoka hapa katika don't kusanyiko, trust what you'll get back home. usiamini kile ambacho utakufikia nyumbani. Go back home with hope. Nenda nyumbani na tumaini. Go and tell your family members, Nenda kawaambie watu wa familia I yako, am from Kusanyiko nimetoka kusanyiko and I have come with hope. na nimekuja na tumaini. I charge every one of you, Ninamsihi kila mmoja wenu, take hope home. chukua tumaini nyumbani. Take hope home. Chukua tumaini Go nyumbani. and tell your hopeless Nenda neighbors, kamwambie jirani zako wasio na tumaini, there is hope. kuna tumaini. We can make it in this life. Lazima tufanikiwe katika The maisha haya. Bible says Biblia inasema there is hope. kuna tumaini Even in the worst situation, hata katika nyakati mbaya. there is hope. Kuna tumaini For a tree when it is cut, kwa kuwa mti ukishakatwa, by the smell of the word of God, kwa harufu ya neno la the Mungu, tree can shoot again. mti utachipuka tena. God is charging every one of Mungu you. anamsihi kila mmoja wenu. This is his prescription. Haya ni maelekezo As yake. you leave this gathering, Unapoondoka kusanyiko take hili, the combination of victory, chukua mjumuiko wa ushindi, hope, tumaini, faith, imani and love, na upendo, and you will never be ashamed. na hautatayarishika, You will never be ashamed. hautaaibika. Hope, Tumaini, hope tumaini changed an old man lilimbadilisha mzee whose everything was against what God has spoken to him. ambaye kila kitu chake kilikuwa kinyume na kile Mungu ameongea This juu is yake. Abraham. Huyu ni Ibrahimu. The age was against the fulfillment of the promises. Umri wake ulikuwa kinyume na kutimilifu wa ile ahadi. Maybe your challenge is education level. Labda changamoto yako ni kiwango cha elimu. Maybe your challenge is employment. Labda changamoto yako ni ajira. Maybe your challenge is family. Labda changamoto yako ni familia. Maybe your challenge is physical health. Labda changamoto yako ni afya ya mwili. Maybe
your challenge is social status. Labda changamoto yako ni hadhi yako Abraham had ya a katika jamii. greater challenge. Ibrahimu alikuwa na changamoto kubwa, But he hoped lakini alitumaini even before he saw it. hata kabla hajaona. What took Abraham to the promise? Ni nini kilichomchukua Ibrahimu kwenda It kwenye was ahadi? hope Ilikuwa ni tumaini and faith in God na imani kwa and Mungu love of God. na upendo kwa Mungu. It took Abraham Ikamchukua Ibrahimu at old age katika umri wa to be uzee called a father, kuwa baba, not a father of one nation, sio baba wa taifa but moja, father of many nations. bali baba wa mataifa mengi. This prescription Haya maelekezo will make you yatakufanya not wewe just a winner sio mshindi in tu your village. katika kijiji It will chako, make you a winner itakufanya mshindi in many katika nations. mataifa mengi. Go and use this dose. Nenda katumie dozi hii. Hallelujah. Haleluya. Tell your neighbor, Mwambie jirani yako, usisahau kutumia hii dawa do not forget to use this prescription. kuanzia jioni ya leo. From this evening, Meza tebe moja ya tumaini just drink one capsule of hope asubuhi, in the morning, masaa ya saa 6, and in the noontime, wakati kumewaka sana. when the sun Meza is shining, tebe ingine moja drink another na capsule uimeze na pendo la and Mungu. intake with the love of God. Umeze na pendo la Mungu. Intake it with the love of God. Hata kama wamekuzunguka adui 10,000 Even if 10,000 enemies upande wa surrounded you, kulia in the right side, na 10,000 upande wa and kushoto, 10,000 in the left side, ukimeza hizi dawa when you drink these capsules, watatawanyika, they will scatter, watatahayarika, they will be shamed, utabaki umesimama. you remain standing. Somebody get crazy and say hallelujah. Mtu mmoja amasike na aseme Somebody haleluya. say I will take it. Mtu mmoja aseme nitazinywa. Shida yako hujaolewa, Your problem, you're not na married, miaka imesonga, and the age is gone by, Bwana amekuandikia and the dosi. Lord is prescribed to you. Weka tumaini Just put hope. kwamba wakukuoa There's someone to ni marry you. bora kuliko wale walishaoa. It's better for those who Uwe are na married. tumaini, Have hope. uwe na tumaini, Have hope. uwe na Have tumaini, hope. na juu ya And on tumaini top of hope, ongeza imani, increase faith. ongeza imani Increase faith kwamba aliyeahidi that he promised. yeye si mwanadamu, He is not man. yeye ni ni Mungu mwaminifu. He's faithful God. Hata nikizeeka Even if I'm at old yeye age, hazeeki, he does not get old. hata nikichoka Even if I'm tired, yeye hachoki, He's not tired. hata nikidharauriwa Even if I'm despised, yeye hadharauriwi, He's not shamed. nikipungukiwa When I'm lacking, yeye He hapungukiwi, does not lack. nikigojeka When I'm yeye ill, hagojeki, He's not ill. yeye aliahidi Promised. atakutimizia. Fulfill to you. Haleluya! Hallelujah. Tumaini, Hope, imani faith, na pendo. and love. Na pendo ni kubwa, And love is kwa great. hivyo litumiwe na hizi zingine zote, Use it with all these two. maana pendo ni dozi kubwa. Because love Tumia is the greater tumaini one. pamoja na pendo, Use hope with tumia love. imani pamoja na tendo, Faith with love. maana imani Because faith, kama hauna upendo, if you have no love, hata uwe na imani kubwa it doesn't aje, matter how ni much faith kazi you have, bure. is in vain. Geukia mwenzako mwambie hiyo imetosha. Turn to your neighbor, say that is enough. Kama una masikio, If you have hayo ears, yamekutosha, that is sufficient hayo to you. yamekutosha, That is sufficient to hayo you. That yamekutosha. is sufficient to you. Mwambie mwenzako, Tell your neighbor, ukitumia hizo dawa when vizuri, you use those well, mwakani ukirudi hapa, next year when you come here, tutatafuta tutakuweka wapi, we'll find where to place maana you. utakuja umekuwa umejaja. Because you'll come here, Utakuja na kijiji cha kwenu you'll come chote, with all your villages. utakuja na magari, You came with cars. tutashindwa kukuweka wapi. We'll fail where to put you. Nakwambia kwa jina la Yesu, I'm telling you in the name of Jesus, ukatumia hii dose, when you use this dose, hautakonda you will tena, never get thin again. hautakonda You will tena, never shrink again. hautakosa You will pesa, never lack money. hautakosa You will mchumba. never lack spouse. Ukiwa na When you tumaini, have hope, una mbingu juu you yako. have heaven on top Shout of you. Piga hallelujah! kelele hallelujah.
Nilikuwa nasoma na wasomea I was reading to you prescription ile Mungu amewaandikia mkitoka hapa. the prescription that God has given you when you come out of here. Na nimemaliza. And I'm finished. Ebu simama. Please stand. Ebu simama. Please stand. Ebu simama. Please stand. Ebu simama. Just stand. Nyosha mikono mwambie Bwana Yesu Lift kuanzia your hands leo. and tell Lord Jesus from today, Umenipendelea. you have favored me Maana umenipea because you have given me dawa ya ushindi. the doors of Maana victory, umenipea because you have given me silaha za the kupanuka. weapon to expand. Sitaacha tumaini. I will never leave hope. Sitaacha imani. I will never leave faith. Sitaacha I will upendo. never leave love. Kwa hiyo Bwana, So Lord, nisaidie help me nisikose kutumia so I may not lack to use kila siku ya maisha yangu. every day of my life. Shangilie Bwana kama unaweza. Celebrate the Lord if you can. Shangilie Bwana kama unaweza. Celebrate the Lord if you can. Shangilie Bwana kama Celebrate the unaweza. Lord if you can. Shangilie Bwana kama Celebrate the unaweza. Lord if you can. Haleluya. Hallelujah. Naomba munisaidie. Please help me. Naomba munisaidie. Please help me. Mimi nilikuwa nawasomea prescription. I was reading the prescription, Lakini huwezi enda kabla daktari hajakuja. but you cannot leave before the doctor comes. Nataka muweke mikono pamoja tumlete Bishop Masenya. I want to put your hands Ili together to welcome aje Bishop atupeleke. Masenya so he can take us. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu.